Kwa pamoja, tunaamini katika kugusa maisha ya watu kwa upendo wa Kristo. Tunatoa, si kwa wingi, bali kwa upendo. Sio event. Na tuliokuwa kwenye group wakati imekuja posters ilisema event. Mimi nikamwambia tusiweke event, tuweke service. Kwa sababu mtumishi wa Mungu amezungumza vizuri, anayepanda kwa machozi, Biblia inasema atavuna kwa furaha. Maana yake, na nilifundisha kanuni ya kiroho ya kupeleka sadaka zetu mbele za Mungu. Hatumpi mtu, tunampa Mungu. Wakati tunamjaribu Mungu, Mungu hawezi kutuacha kama tulivyo. Binafsi moyo wangu umejaa na furaha kubwa sana na kujiona nina upendeleo wa hali ya juu, yani nimependelewa sana. Nazungumza mara nyingi kwenye group, ni kati ya maombi ya shukrani nimekuwa nikiomba sana. Kwa sababu ninafikiri bado sijamshukuru Mungu kwa kutosha. Nafikiri kama sijamshukuru Mungu katika namna ambavyo inapaswa. Kwa hiyo sichukulii kawaida sana kwenye nchi ambacho tumefanya. Na man of God ambacho nimependa kwamba wewe ni mtu Mungu, lakini nimeupenda unyenyekevu wako. Tangu nimekaa hapo ninajifunza zaidi kuwa mnyenyekevu. Katika mazingira yote unyenyekevu uliendelea kufanya kwamba uwe kumtegemea Mungu. Hiyo kati ya kanuni ya unyenyekevu ni kumtegemea. Mara nyingi sana mazingira mengi yanaweza kutudisappoint tukatazama msaada wengine. Wengi hapa kwenye ufahamu wetu tulikuwa tunaanza foundation, ni lazima nani na sponsors. Lakini leo tumejifunza kwamba kumbe hauhitaji sponsors. Unaweza kufanya katika mazingira hayo. Na kwa sababu mimi na uhakika sana kwenye kitu ambacho Mungu anatuambia tufanye, niliwaambia watu wa Mungu kwamba tunaamini kwamba huu mwaka wa 2026 na sisi tutakuwa na huduma yetu ya charity ambayo inaitwa, hawalipendi sana hilo jina lakini mimi najua ndio Mungu ambaye ametoa. Na Mwenyezi Mungu sikuangushi. Kitu chetu cha yatima tunaamini kabisa 2026 Mungu atatupa hiyo nafasi. Na hatujaje tumekuja darasani, lakini pia tumekuja kubarikiwa. Kwa hiyo tumejifunza na tunamwamini Mungu kwamba 2026 pamoja na yote ambayo tutayafanya, lakini tutakuwa na sisi tuna kituo chetu cha watoto ambao wanahitaji msaada wetu. Kwa sababu tunaamini kwamba katika hicho Mungu atajivunia kupitia sisi. Na kwa kusema haya, mtu wa Mungu, baba yetu, hivi ni kati ya vichache Mungu ametubariki katika hivyo vichache ambavyo tumekuwa nayo. Sisi tumeamua kumletea Mungu kwa ajili ya watu wake. Tunaomba kwa namna yoyote. Tunafahamu kunaweza kuwa na expectation nyingi kutokana na idadi, kutokana kwa namna nyingine. Lakini tunaona kama hiyo vipokee, sisi tumempa Mungu kwa ajili ya watu wake. Na tunaomba vipokee. Tunatamani tungefanya zaidi, tunatamani tungeweza kujenga hata mabweni huko. Lakini kwa sababu ya tunaamini kwamba ni hatua yetu ya kwanza, na tunaamini Mungu atatupeleka katika hizo hatua za kufanya mambo mengi makubwa. Na tunamwamini Mungu tutafanya. Kwa sababu sisi tunamtegemea sana Mungu kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo tunajua tukimpa Mungu atupotee. Tukimpa Mungu tumewekeza kwa ajili ya ufalme wake. Ndio naweza kuzungumza kwa niaba ya viongozi wote. Please naomba mnisaidie tu nikabidhi watumishi wa Mungu. Ninashukuru kwa ridhaa zenu. Naomba mtumishi wa Mungu na umebarikiwa.